Asante. Mheshimiwa Rais, nataka nichukue nafasi hii kwanza kukaribisha Kisii ajisikie nyumbani, na ukweli ni kwamba wewe unatupenda, na hiyo tunashukuru sana, kwa sababu kwa muda wa mwaka moja najua kwamba umekuja hapa siku nyingi, kwamba zile safari umefika hapa Kisii, matunda wacha yaonekane. Mheshimiwa Rais, nikiendelea wale vijana mnafuraha pale, mnyamaze tafadhali. Kule. Asante. Mheshimiwa Rais, nataka niseme mambo matatu peke yake. Mimi kama gavana wa Kisii, hawa ndugu zangu wote, wakubwa kwa wadogo, nataka tufanye kazi mpaka kipindi chetu, kwa sababu sisi tumechaguliwa kwa miaka 5 kabla hujauliza mingine 10. Watu wakubali tumefanya kazi. Wewe kama serikali kuu na sisi kama serikali ya ugatuzi tufanye kazi kwa uwiano vile katiba inavyosema. Nataka nishukuru huyu ndugu yangu mdogo Osoro, ameongea vizuri sana hapa. Ni vile huko unasikia Kisii. Leo umeongea vizuri. Unajua na kuanga mchokozi kidogo, lakini ni kijana mzuri. Nataka niseme haya. Bwana Rais, umesikia kelele nyingi sana hapa Kisii. Na kelele hiyo imekuwa Simba hajafanya kazi, hakuna barabara, hakuna mijengo. Mheshimiwa Rais, nataka nikueleze leo, nilipoingia ofisini nilipata classrooms za ECD ambazo zilikuwa zimejengwa ni 81 kwa miaka 10. Mwaka mmoja ambao nimekaa ofisini, Mheshimiwa Rais, nimefanya madarasa 128. 128 classrooms. Mheshimiwa Rais, barabara tunatengeneza hapa ni za mchanga. Katika mwaka mmoja nimetengeneza kilomita 200. Shida imekuwa, na hii lazima niiseme, shida imekuwa kwamba kuna watu walikuwa wanaamini project za hewa. Watu wanasema kuna barabara inaitwa Simba Ruto Road ama Ruto Simba Road. Ukienda kuitafuta Kenya hii hakuna. Mheshimiwa, kuna barabara mimi siwezi jenga, na nimesema kuna barabara siwezi jenga na kuna classroom siwezi jenga. Barabara ambazo zinajengwa kwa matumbo ya watu siwezi jenga liwe liwali. Ile kelele iko ni watu wanataka niwatengenezee classroom kwa darasa kwa matumbo yao. Nashindwa, watoto watasomaje kwa tumbo za hao watu? Hawawezi soma. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, zile pesa ambazo wewe unahakisha kwamba tumepata, na nashukuru kwamba unatupea pesa kwa wakati, tunaendelea kufanya nazo kazi. Shida kubwa, Mheshimiwa Rais, nilipoingia ofisini nilipata pending bill ile unasema 1 trillion, mimi nilipata 1.6 billion. Nilipoweka task force ikasema hile naweza lipa ni 231 million. Imagine wanaume walikuwa wanatoroka na 1.4 billion. Walikuwa wamesupply hewa hapa. Na mimi kando na umaskini ambao nilizaliwa nayo, nimesema afadhali nife mbele ya Mungu lakini tendee wananchi wangu kazi. Kwa hivyo Mheshimiwa, utasikia vitina nyingi. Tunataka kwenda kuona rais apange mambo ya impeachment. Ya Arati ifanywe. Nawaambia wale ambao mnapanga hii, relax. Miaka 5 lazima tutamaliza na tutafanyia wananchi kazi kiroho safi. Mheshimiwa,
mimi I'll support your agenda because we are cooperating, the county government and the national government. In 5 years tutapimwa, tutapewa mtihani moja na tutafanya. Kwa hivyo naomba kwamba sisi tuendelee na kazi. Nashukuru kwamba ulirudisha askari wangu. Unajua nilikuwa nimenyang'anywa wote. Sasa niko nao na uliponiongelesha nashukuru kwamba wamerudi. Sasa tunaendelea kufanya kazi tuhakikishe kwamba wananchi. Kitu ya pili na ya mwisho, Mheshimiwa Rais, Cancer Center. Nashukuru kwamba nilipokuja kule State House uliniambia Simba watu wa Badea hawa utasukumana na wao. Mwisho wewe umeongea na watu wa Badea na Saudi government wametupea the 2.1 billion for our cancer center hapa Kisii. Najua leo nilikuwa natarajia kwamba ungekuja mapema tungeenda kuweka jiwe la msingi. Lakini tulipokuwa tunaongea na waziri hapa aliniambia karibu tarehe 9 utakuja. Kuja tujengee wananchi. Na Bishop ulikuwa umesema mambo ya kansa haya lazima tuyashughulikia hapa. La kusikitisha sana, mama mmoja kutoka mpaka wa Nyamira na Kisii alikuwa analima shambani. Akilima titi likaanguka. Kwa sababu kansa ilikuwa imefika stage 4. Huyu mama akaletwa KTRH akalala. Mheshimiwa Rais, hii KTRH nilipoingia nilipata wanakusanya milioni 47. Nikafukuza yule ambaye alikuwa amesimamia pale. Leo hii wanakusanya 180 million from 47. This is what we want to do to our people. Mheshimiwa Rais, hawa wangwana, kuna wangwana hapa wa bodaboda. Umesikia fujo nyingi sana juu ya bodaboda. Nataka niseme bila kusita. Nilikuja State House, Mheshimiwa Rais, nikakwambia natengeneza kikundi cha wana bodaboda. Ukaniuliza, Simba, unataka pesa ngapi? Nikupee milioni 1, nikakwambia hapana, wewe ni rais. Tafadhali ongezea mimi kitu. You gave me 2 million. Nikaongezea 3 million. Hawa wangwana wakusanya 2 million. Ziko kwa benki. Kwa sababu tulipoweka kwa bank, vita ilianza mara moja. Mgawanyiko mkubwa. Wewe uliniambia watu wa bodaboda ni watu wako. Na mimi nilisimama kuhakikisha kwamba hawa watu tumewasaidia. Hakuna kitengo cha maana kabisa ambazo tutajenga kama hawa wana bodaboda na wakina mama mboga. Naomba tafadhali vitengo vya usalama tuhakikishe kwamba tusigawanyishe wananchi wetu. Vitengo vya usalama hapa Kisii, mimi naomba askari wanafanya kazi nzuri, wamekamata wale ambao wanaua watu na wanafanya kazi nzuri, lakini naomba Mheshimiwa Rais, you give instructions, let police be impartial on how they are executing their duties. Mwisho nataka niseme hili, na hili ndio la mwisho. Najua Mheshimiwa Rais, wewe ni kiongozi wa Kenya kwanza. Na ulitushinda kura, ni ukweli. You defeated us. Kivyo vyote vile, wewe ni rais and we will work with you. Na ukitishinda 2027 tutakubali, lakini pia tukikushinda wewe utatupea tu fimbo tuende. Lakini kwa sasa tufanye kazi kama rais wetu. Kitu moja niliona hapa Ujaluoni, wakati mtu mwingine aliongea vibaya kule Sudan, aliongea juu yako. Hao wangwana wa ODM walisema hapana, Ruto hata kama ni mbaya, it's our president, and that is what we confirm. You are our president and we will work with you as long as we are serving our people. With those many remarks, allow me to recognize aliyekuwa gavana wa Migori, Obado, yuko pamoja na sisi hapa. Mheshimiwa wa Migori, asante. Nikubalie nichukue nafasi hii rasmi
abantu aminto tigankuwa neke gusieke mo wanje maeteta wote baigeke gusi talisegi asesa sesegi ekerengo giesegi giesesa sesegi ega singo koratole mpaka Nyasaye anyale gotoseseni. With those many remarks, Your Excellency, allow me to welcome the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Riggy G. Mheshimiwa Riggy G. Tulikuwa na yeye bunge, lakini Mungu akabariki yeye. Sasa he is the Deputy President. Unajua ya Mungu ni mengi. Mheshimiwa, karibu. Asante. Karibu tunamkaribisha.